Jina langu ni Musa Elias Mashaka, natokea Chuo Kikuu cha Dodoma, ninahitimu mwaka huu. Kwa neema ya Mungu pia nilipata scholarship ya kusoma masters kupitia IUSEA, Chuo Kikuu cha Laikipia, ila bado mchakato wa udahili haujakamilika. Makala yangu ninaiwasilisha inahusu nafasi ya akili unde katika mchakato wa tafsiri. Nafasi ya akili unde katika mchakato wa tafsiri. Kwa kuanza na utangulizi, zama hizi za teknolojia ya kisasa zinahitaji uelewa mpana sana wa kuendana na teknolojia na mifumo iliyopo, kwa sababu tusipokuwa na uelewa mpana wa teknolojia ya kisasa iliyopo, huenda tukawa tuko kinyume na wakati uliopo kulingana na mapinduzi yanayotokea na yanayoendelea. Katika mazingira ya sasa yenye utandawazi na teknolojia pana, uelewa wa jinsi akili unde inavyofanya kazi ni msingi wa kuzalisha tafsiri sahihi, fasaha na ambayo pengine inaweza kuzingatia muktadha ama tamaduni za lugha kwa mujibu wa tafsiri inayofanywa katika lugha bainifu. Makala hii inajadili namna akili unde inavyojitokeza kama nyenzo muhimu ya muktadha wa kisasa katika mchakato wa tafsiri ya maandiko kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine. Tafadhali tuzimie hiyo tafadhali ili tuweze kuendelea. Na mwingine yeyote ambaye anaweza kuwa na simu ambayo ngoja niangalie yangu pia. Tafadhali. Haya, hiyo ndio endelea. Asante. Makala hii inajadili nafasi na ufanisi wa akili unde kama nyenzo muhimu ya muktadha wa kisasa katika mchakato wa tafsiri ya maandiko kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine. Utafiti uliozaa makala hii ni wa kimaktaba zaidi, na mbinu ya uchambuzi wa matini ilitumika katika ukusanyaji wa data, ambapo maandiko yanayohusu matumizi ya akili mnemba katika lugha, tafsiri na teknolojia yalitathminiwa kwa kina. Data zilizokusanywa zilichambuliwa kwa kutumia mbinu ya usimbishaji wa maudhui, na uchambuzi huu umeongozwa na nadharia ya ufunuaji wa maana. Nadharia ya ufunuaji wa maana iliasisiwa na mtaalamu anaitwa Frederick Schleiermacher mwaka 1768 hadi mwaka 1834. Alisisitiza kwamba katika mchakato wa tafsiri tunapaswa kufunua na kubainisha ile maana bainifu ya neno. Sasa tukishafunua na kubainisha ile maana bainifu ya neno, yule ambaye anapokea ujumbe katika ile lugha lengwa hatakuwa amepokea upotoshaji. Katika nadharia hii anasisitiza hivyo. Katika kujadili na kuchambua nafasi iliyo nayo akili unde katika mchakato wa tafsiri, inabainika kwamba AI ina ufanisi mkubwa sana katika maeneo matatu muhimu. Na eneo la kwanza ni katika kuzalisha tafsiri. Inaweza kuzalisha tafsiri nyingi sana. Unaweza ukatafsiri ukaweka neno la lugha ya Kiswahili, katika wakati huo utalipeleka katika lugha ya Kiingereza, utaiambia tena nipeleke katika lugha ya Kichina, itapeleka Kifaransa, itapeleka neno hilo hilo moja. Kwa hiyo inaweza kuzalisha tafsiri kwa haraka sana. Halikadhalika, eneo jingine ni kupunguza gharama za utekelezaji wa mchakato huu wa tafsiri, kwa sababu inapatikana kwa urahisi. Lakini eneo jingine ambayo ina ufanisi zaidi
ni urahisishaji sana wa kazi ya tafsiri kuliko ambavyo ingefanywa na mtaalamu mwenyewe wa taaluma ya tafsiri amekaa mezani na kompyuta yake akaanza kutafsiri neno kwa neno kulingana na kazi aliyonayo. Sasa mbali na ufanisi huo, tunaweza kubaini madhaifu yaliyopo yanayoikumba hii akili unde katika mchakato wa kutafsiri. Hata hivyo, makala hii inasisitiza kuwa ufanisi huo haumaanishi kuwa AI inaweza kuchukua nafasi ya wataalamu wa tafsiri kikamilifu. Kwa nyanja zinazohitaji ubora wa juu wa kitaalamu, uchambuzi wa maana fiche, utamaduni, hisia kama masomo ya fasihi au misamiati ya kifasihi, msamiati wa kinathari, pamoja na lugha zilizo na muundo tata. Kwa mfano, katika lugha ya Kiswahili, AI pekee haitoshi. Inaweza kufanya makosa ya kisintaksia, kuchanganya viwango vya heshima, kudidimiza lugha hiyo na kupotosha kabisa katika mchakato wa tafsiri. Kwa msingi huo, makala hii inaonyesha kuwa mustakabali wa tafsiri tafsiri ya kuaminika inategemea zaidi ushirikiano wa AI na mwanadamu ambaye ni mtaalamu mwenyewe anayehusika katika mchakato huo wa tafsiri. Matumizi ya vikundi vya kitaaluma au makundi ya kitaaluma pamoja na kuwapo kwa sera thabiti za usalama wa data ya lugha ambayo itapandikizwa katika mifumo bainifu kwa kushirikiana na wataalamu wa mchakato wa tafsiri yanaweza kuzalisha tafsiri bora zaidi ambayo inaweza ikawa imehusianishwa na mifumo ya akili unde. Nilijaribu kuiuliza AI, kwa nini wewe unaitwa majina, yani una majina mengi? Wanakuita akili unde, akili mnemba, akili bandia, sasa wengine wanaita akili ige. AI ilichonijibu, mimi ni artificial intelligence. Kwa Kiswahili ninaitwa akili bandia tu, ila majina mengine wanaonipachika pengine ni kutokana na ubunifu wao wa lugha. Wataalamu wa Kiswahili wamekaa wakaamua kunipa majina mengine, ila yeye anajibainisha kama akili bandia. Kwa hiyo mapendekezo ambayo ninayatoa kulingana na utafiti huu, jambo la kwanza ni kujenga uwezo wa kuchambua muktadha kupitia mafunzo ya fasihi, historia na utamaduni ambao utapandikizwa kwenye mifumo na kuhusianishwa na wataalamu wa michakato ya tafsiri ili kuzalisha tafsiri iliyo bora zaidi ambayo itakuwa imefungamanishwa na mifumo ya AI. Jambo jingine ni kukuza mazoea ya kujifunza kutokana na makosa. Mtu mwingine anaweza kutafsiri kitu lakini asifanye uhakiki wa ile tafsiri kwa sababu ameona ChatGPT imemrahisishia. Sasa ili ile tafsiri iwe bora, unapaswa ujifunze kuirekebisha, kwa sababu huenda kukawa na makosa kwenye ile tafsiri. Ukiwa na uwezo wa kuirekebisha ile tafsiri, unaweza kunazalisha tafsiri bora zaidi kwa kusaidiwa na akili unde. Jambo jingine ni kuhimiza ushirikiano kati ya AI na binadamu. AI awe msaidizi na binadamu awe mtaalamu. Tukimwacha AI akawa mtaalamu wa tafsiri, manake kazi za kutafsiri tunazopewa tutampatia AI atatafsiri. Sisi tutakuwa daraja tu, tunachukua kazi tunapeleka kwa AI, tunairudisha ile kazi tunapeleka kwa mtu aliyetuajili au aliyetupa hiyo kazi tuitafsiri. Kwa hiyo ni muhimu mtaalamu wa tafsiri akabaki kwenye nafasi yake huku akishirikiana na hiyo AI. Lakini jambo jingine la muhimu ni kukuza mitaala inayojikita katika akili unde, ikijumuisha uchambuzi wa hisia, utamaduni, tamathali na muktadha wa lugha.
Jambo la mwisho ni kuimarisha upatikanaji wa rasilimali data ikiwamo kamushi maalum, maktaba za kidijitali pamoja na mfumo maalum ambao utakusanya data ya lugha ya Kiswahili. Nilikuwa ninajiuliza, tukija katika Chuo Kikuu cha Kibabii tunapata mfumo ambao una kimanage hiki chuo ambao umeshikiliwa na teknolojia. Tukienda Kakama tutakutana na mfumo, tukienda UDOM tutakutana na mfumo, kila mtu ataingia kujisajili. Je, tumewahi kufikiri kuwa na mfumo ambao utaimanage lugha ya Kiswahili ambao utashikiliwa na teknolojia? Hilo ni swali ambalo nitaliacha kwenu, kila mtu ataichukua kama changamoto. Mfumo huu unaweza ukawa unakusanya data ya lugha. Asante. Unakusanya data ya lugha na kila mtu anaweza akaingia akajua hii lugha ya Kiswahili ikoje. Kwa mifano zaidi, mifano ya sentensi zilizotafsiriwa kimakosa na AI katika utafiti huu. Tukianza na msemo, kuna msemo wa Kiingereza unasema he kicked the bucket, wakimaanisha mtu amefariki dunia. AI ilisema alipiga ndoo. Lakini kuna tafsiri nyingine katika, nimechukua kimakundi, sehemu ya muktadha. Sentensi inasema the bank collapsed during the crisis. Sasa AI ilivyo tafsiri, benki iliangukia kwenye mgogoro. AI ilitafsiri hivyo. Chanzo kilikuwa ni ChatGPT. Lakini tafsiri sahihi angalau ingesema benki ilianguka kiuchumi wakati wa mgogoro uliotokea labda kipindi fulani. Mfano mwingine katika fasihi, kuna sentensi nasema her voice broke as she read the letter. Kwa mfano kama mimi hapa nikasoma huku ninatetemeka. Sasa AI sikilize ilicho tafsiri. Chanzo kutoka ChatGPT, sauti yake ilivunjika alipokuwa akisoma barua. Sauti inavunjika jamani. Lakini tafsiri sahihi angalau ingesema alitetemeka kwa hisia alipokuwa akisoma barua. Kuna msemo mwingine unasema amechemka kichwa. Unaweza kumpa mwanafunzi swali likamshinda, ukasema amechemka kichwa. Sasa AI ilitafsiri his head is boiled. Lakini angalau ingeweza kusema he is confusing, ndio? Kwa hiyo katika msemo, fasihi pamoja na muktadha na sehemu nyingine kama utamaduni inaweza kushindwa. Kuna kwa mfano kwenye upatikaji wa vitenzi, tukichukua yale maneno yenye urejeshi au kuna vile vitenzi visaidizi, kutokana na mfumo wa lugha ya Kiswahili ulivyo, ile data ya lugha ya Kiswahili iliyopo kwenye AI itashindwa kuendana na tafsiri ambayo unataka kuzalisha. Kwa mfano, usikiliza huu mfano. Inasema they had been operating independently for years. Kwa mfano kama sisi wa Tanzania labda tumekuwa tukifanya mambo yetu tukiwa tunajitegemea kwa muda mrefu. AI ilitafsiri hivi, walikuwa wamekuwa wakifanya kazi bila kutegemea kwa miaka. Walikuwa wamekuwa wakifanya kazi bila kutegemea kwa miaka. Lakini tafsiri sahihi, asante, tafsiri sahihi ingekuwa walikuwa wakifanya kazi kwa kujitegemea kwa miaka mingi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tafadhali